DW. Habari za ulimwengu. Somewa nami Mohamed Khelef, na tuanze na muhtasari wake. Marekani inasema italazimia kutathmini upya uhusiano wake na muungano wa kijeshi wa NATO baada ya vita vya Iran kumalizika. Israeli imeshambulia tena mji mkuu wa Lebanon, Beirut, na kumuua kamanda wa ngazi za juu wa kundi la Hezbollah. Na ndege ya kijeshi ya Urusi imeanguka katika jimbo la Crimea na kuua watu 29 waliokuwemo. Habari kamili. Washington. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema nchi yake itatathmini upya mahusiano na muungano wa kijeshi wa NATO mara tu vita dhidi ya Iran vitakapomalizika. Amekiambia kituo cha televisheni cha Fox News kwamba Washington lazima kuangalia upya uhusiano na thamani ya NATO kwa nchi yake, akiongeza kwamba uamuzi huu utafaa Rais Trump wa Marekani. Kauli ya Rubio inakuja muda mchache tu baada ya Trump mwenyewe kutumia mtandao wake wa kijamii kuzikosoa vikali Uingereza na Ufaransa ambao zimekataa kujiunga na vita dhidi ya Iran, zikisema hazikushauriwa kabla. Baada yake Trump aliyataka mataifa hayo kujitokeza yenyewe kufungua mlango bahari wa Hormuz uliofungwa na Iran kwa meli zote zinazohusishwa na Marekani na Israel ama washirika wao. Ufaransa iliikatalia Marekani kutumia anga lake kwa ndege zenye silaha kuelekea Israel. Uamuzi kama huu ulishachukuliwa pia na Uhispania, ambayo imekataa ardhi na anga yake kutumiwa na Marekani kwa ndege zilizokwenda kuishambulia Iran. Tel Aviv na Beirut. Jeshi la Israel linasema limefanya mashambulizi mengine ya anga dhidi ya mji mkuu wa Lebanon, Beirut, usiku wa kuamkia leo. Jeshi limedai kwamba mashambulizi yalimlenga kamanda ngazi za juu wa kundi hilo la Hezbollah na yule limuita gaidi mwingine mkubwa. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka Wizara ya Afya ya Lebanon, watu 7 wameuawa kwenye mashambulizi hayo na wengine 21 wamejeruhiwa. Wakazi wa huko wameripoti milipuko mikubwa na moto karibu na uwanja wa ndege wa Beirut. Awali wanamgambo wa Hezbollah walikuwa wamerusha makombora ya droni kuelekea kaskazini mwa Israel, ambako watu kadhaa watajwa kujeruhiwa. Israel ilivamia Lebanon baada ya Hezbollah kujiunga na vita vinavyoendelea dhidi ya Iran. Imesema inapanga kulitwaa na kulikalia eneo zima la kusini mwa mto Litani lenye ukubwa wa maili 20 kwenye mpaka wake wa kaskazini. Tayari Israeli imeshathibitisha kupoteza wanajeshi wake 10, wakiwemo 4 waliouawa jana kwa mashambulizi ya Hezbollah yaliyojaribu kurudisha nyuma wanajeshi wa Israel. Moscow. Ndege ya kijeshi ya Urusi imeanguka kwenye eneo la Crimea ambako watu wote 29 waliokuwa wamepoteza maisha. Wizara ya ulinzi ya Urusi inasema sababu ya ajali hii matatizo ya kiufundi, lakini tayari kumekuwa na uvumi kwenye blogu za masuala ya usalama kwamba imeangushwa na jeshi wa Ukraine kwenye jimbo hilo ambalo lilitolewa kwa nguvu na Urusi kutoka Ukraine mwaka 2014. Shirika la habari la Urusi TASS linasema kabla ya kuripotiwa kwa ajali hiyo, ndege hiyo ilipoteza mawasiliano na vituo vya kuongezea safari majira ya saa 12 jioni ya jana. Ndege hiyo chapa AN-26 ni aina ya ndege mashuhuri za usafirisha mizigo na inaweza kubeba hadi abiria 40 kwa masafa mafupi na ya kati. Hata hivyo, kumekuwa na ajali nyingi za ndege hizo zilizoanza kuundwa miaka ya 60, ambapo mara nyingi hitilafu za kiufundi hutwaja kuwa sababu. Berlin. Ujerumani inaanza hivi leo kutekeleza kanuni mpya kwa vituo vya mafuta baada ya bei ya mafuta kupanda kwa kasi sana kutokana na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Kupitia kanuni hiyo mpya, vituo vya mafuta vinaruhusiwa kupandisha bei mara moja tu kwa siku na wakati wa mchana. Kanuni hiyo imeanzishwa ili kudhibiti upandaji wa bei za mafuta na kuhakikisha kuna uwazi zaidi kwenye biashara hiyo ya nishati iliyo muhimu. Hata hivyo, kanuni hiyo iliyochapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali hapo jana haikatazi kushusha bei wakati wowote ule. Hatua ya Ujerumani inafuatia uamuzi kama ulichukuliwa na Austria, ambako imekuwa ikitekelezwa muda mrefu ingawa imetiliwa nguvu zaidi kwenye siku za hivi karibuni. Vyama vyenye vituo vya mafuta na kampuni za huduma za magari zinasema huenda kanuni hiyo ikaathiri pakubwa biashara zao. Hatimaye Bujumbura.
Milipuko kadhaa imesikika kwenye mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, baada ya moto kuzuka kwenye ghala la silaha ya kambi moja ya kijeshi mjini humo hapo jana. Milipuko hiyo ilizusha taharuki kwenye maeneo mbalimbali ya mji huo wenye wakazi zaidi ya milioni 1, huku kombora likiangukia karibu na kituo cha kiredio cha taifa. Kwenye video iliyoonekana na shirika la habari la AFP, moshi mrefu wenye umbo la uyoga ulitanda kwenye anga la Bujumbura magharibi ya jana, huku vyombo vya habari vya huko vikisambaza uvumi usiothibitishwa wa milio ya risasi. Mwisho wa habari kutokea hapa Bonn. DW Dunia Yetu Leo Asubuhi. Baada ya kusikiliza habari za ulimwengu, karibu kwenye Dunia Yetu, ambapo utasikia ripoti na uchambuzi kuhusu mzozo wa Iran na kwingineko Mashariki ya Kati. Utasikia ni kwa nini wafanyabiashara mpakani mwa Kenya na Uganda wanalitaka bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kubadili sheria za biashara. Na shirika la kimataifa linalofuatilia njaa duniani imekadiria kuwa watoto milioni 1.84 nchini Somalia watakumbwa na utapiamlo mwaka huu 2026. Ni vidokezo tu, yapo mengi ambayo tumekuandalia, kwa hivyo usiende mbali. Uko nami John Juma. Hali bado ni tete Mashariki ya Kati. Mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran na vile mashambulizi ya Iran dhidi ya Israel na nchi za Ghuba ambazo ni washirika wa Marekani yanaendelea kurindima. Haya yanajiri mnamo wakati mazungumzo ya kusaka amani yakidaiwa kuendelea. Ili kufahamu yaliyojiri kuhusiana na mzozo huo, huyu hapa Mohamed Helef. Tuanzie na kauli tata za Rais Donald Trump wa Marekani anazozitoa na zinazobadilika kila baada ya muda juu ya lengo, mwenendo na hatima ya vita hivyo alivyoshirikiana na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuvianzisha dhidi ya Iran zaidi ya mwezi mmoja sasa. Kauli ya hivi karibuni kabisa ni ile aliyoitoa jana wakati akijibu maswali ya waandishi wa habari akiwa kwenye ikulu White House, ambapo alisema karibuni Marekani itaondoa kwenye eneo la Ghuba, akimaanisha kuachana na vita hivyo. Tunachotakiwa kufanya ni kuondoka Iran, na tutafanya hivyo karibuni na wataporomoka. Na bei kwenye soko la hisa ziko tena juu leo, kwa kuwa wanajua mambo mawili. Moja, tuna nchi iliyo salama. Tulikuwa na ziara fupi kwa sababu kulikuwa na mwendawazimu mmoja aitwaye Khamenei ambaye kwa bahati mbaya hatunaye tena sasa. Na tayari tumeshapata mabadiliko ya utawala. Tumeuangusha utawala mmoja, tumeuangusha wa pili. Sasa tuna kundi la watu ambao ni tofauti kabisa. Wana maarifa zaidi, hawana itikadi kali sana. Tuna mabadiliko ya utawala. Tunashughulika na watu ambao wanatumia akili zaidi. Trump aliongeza kwamba ndani ya wiki 2 ama 3 wanajeshi wake watakuwa wameondoa kwenye vita hivyo, akisema kuwa si lazima afikie makubaliano na Iran kwa yeye kuchukua uamuzi kama huo, akimaanisha kuwa vita vinaweza kumalizika bila hata ya mkataba wowote kati ya Washington na Tehran. Kauli ya Trump imeungwa mkono na waziri wake wa mambo ya kigeni Marco Rubio, ambaye amesema tayari kuna ishara za kumalizia kwa vita hivyo hivi karibuni. Rubio amekiambia kituo cha televisheni cha Fox News, na hapa namnukuu, tunaweza kuona mstari wa mwisho, si leo, si kesho, lakini tunakaribia, mwisho wa kumnukuu. Hata hivyo, kauli hizo zinakinzana na vitisho vya awali kwamba Marekani ingelizidisha maradufu mashambulizi yake dhidi ya Iran endapo Tehran haikubaliana na mpango wake wa vipengele 15 ambao miongoni mwa vifungu vyake vinaitaka Iran kuachana kabisa na mpango wa nyuklia, kusimamisha urutubishaji wa madini ya urani na kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amekiambia kituo cha televisheni cha Al Jazeera kwamba kweli amekuwa akipokea ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwa mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff, lakini hilo halimaanishi kamwe kwamba kuna mazungumzo yote baina yao. Araghchi aliongeza kuwa ujumbe huo unaojumuisha vitisho au mabadilishano ya mawazo huo unafikishwa kwake kupitia wale waliowaita marafiki. Ingawa hakuwataja marafiki hao, inafahamika kuwa Uturuki, Misri na Oman zimekuwa kwenye juhudi za kuzileta pamoja Iran na Marekani kwenye meza ya mazungumzo. Hayo yakijiri, kwenye uwanja wa mapambano hakuna kilichobadilika. Jeshi la Walinda Mapinduzi la Iran, IRGC, limetoa orodha mpya makampuni 18 ya Marekani ndani ya eneo la Mashariki ya Kati ambao lingelianza kuyashambulia hivi leo. Makampuni hayo ni pamoja na Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla na Boeing.
Orodha hiyo imetolewa baada ya Iran kuyashambulia maeneo ndani ya Israel, meli ya mafuta karibu na Qatar na nyingine kwenye bandari ya Dubai. Vita vinavyoendelea kati ya Iran kwa upande mmoja na Marekani pamoja na Israel kwa upande mwingine vinaendelea kuathiri biashara ya dunia. Wakati matumaini yakiongezeka kuwa mgogoro huo unaweza kumalizika, hali bado haijatulia, hasa katika mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu inayopitisha takriban 20% ya mafuta ya dunia. Ripoti ya mwandishi wa DW Nick Martin inasomwa studioni na Lydia Mtono. Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kutoa onyo kali dhidi ya Iran, huku akibadilisha msimamo mara kwa mara kuhusu mashambulizi ya miundombinu ya nishati. Iran nayo inaruhusu baadhi ya meli kupita Hormuz, lakini inakanusha kuwepo kwa mazungumzo ya kusitisha vita. Wataalamu wanasema kadiri vita vinavyoendelea ndivyo athari zake kwa uchumi wa dunia zinavyoongezeka, kuanzia kupanda kwa bei ya mafuta hadi mfumuko wa bei na kupungua kwa ukuaji wa uchumi. Makadirio yanaonyesha kuwa kufungwa kwa Hormuz kwa miezi mitatu kunaweza kupunguza ukuaji wa uchumi wa dunia kwa karibu 2.9%. Hata mlango huo utakapofunguliwa, haitakuwa rahisi kurejesha hali ya kawaida. Kwanza, usalama lazima uhakikishwe, ikiwa ni pamoja na kuondoa mabomu ya baharini, jambo linaloweza kuchukua hadi wiki 2. Zaidi ya meli 1900 zimekwama na kuziondoa kunaweza kuchukua siku hadi wiki kadhaa. Kwa mujibu wa wachambuzi wa nishati, hali itakuwa ya mashindano ya kufika sokoni kwa wazalishaji wa mafuta, huku nchi za Ghuba zikijaribu kurejesha haraka usambazaji wa nishati duniani. Hata hivyo, usafiri wa meli unaweza kubaki kuwa polepole kutokana na uwepo wa doria za kijeshi. Uzalishaji wa mafuta na gesi nao hautaanza mara moja. Kurejesha visima vilivyopunguza uzalishaji kunaweza kuchukua wiki 2 hadi 3, na vile vilivyofungwa kabisa vinaweza kuchukua hadi mwezi 1.5. Aidha, baadhi ya miundombinu muhimu imeharibiwa vibaya na inaweza kuchukua miaka kurekebishwa. Kwa mfano, kituo kikubwa cha gesi ya LNG cha Ras Al Khaimah nchini Qatar kinaweza kuhitaji hadi miaka 5 kurejea katika hali ya kawaida, hali inayomaanisha upungufu wa gesi ya kimiminika utaendelea kuwa kwa muda mrefu. Sekta nyingine kama mbolea pia zimeathirika. Kanda ya Ghuba huzalisha sehemu kubwa ya mbolea za dunia, hivyo ucheleweshwaji wake unaweza kuongeza bei ya chakula na kuhatarisha usalama wa chakula duniani. Wakati huo huo, usafirishaji wa baadhi ya makontena umevurugika, huku baadhi ya meli zikilazimika kupita njia ndefu ya Cape of Good Hope kusini mwa Afrika. Hali hii inaongeza gharama na muda wa usafirishaji na inaweza kuathiri biashara kati ya Asia na Ulaya. Zaidi ya hayo, njia nyingine muhimu ya bahari, mlango wa Bab el Mandeb, bado inakabiliwa na vitisho vya kiusalama, hasa kutoka kwa waasi wa Houthi nchini Yemen wanaoungwa mkono na Iran, jambo linalozidisha changamoto kwa sekta ya usafirishaji wa kimataifa. Hata baada ya Hormuz kufunguliwa tena, athari za vita hivi hazitaisha mara moja. Bei za mafuta tayari zimepanda na uhaba wa bidhaa muhimu unatarajiwa kuongezeka kwa miezi ijayo. Wataalamu wanaonya kuwa dunia inaweza kukumbwa na hali ya kile kinachojulikana kama stagflation, ambayo ni mchanganyiko wa bei kupanda, ajira kupungua na uchumi kudorora, hali ambayo inaweza kuchukua muda mrefu kurekebishwa. Na sasa tuelekea Afrika Mashariki. Wafanya biashara mpakani mwa Kenya na Uganda katika eneo la Busia wamelitaka bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kutathmini upya sheria za biashara kati ya nchi wanachama. Wanasema hatua hiyo itasaidia kuondoa vikwazo vinavyoathiri ukuaji wa biashara na uchumi wa kanda. Mwandishi wetu wa magharibi mwa Kenya, Musa Navie, anaripoti kamili. Katika mahojiano na DW, baadhi ya wafanya biashara wanaotegemea mpaka wa Busia kati ya Kenya na Uganda kusafirisha bidhaa wamelalamikia kuchelewa kwa huduma katika vituo vya pamoja vya forodha vya Busia na Malaba. Aidha, wamesema ukosefu wa uelewa wa sheria za biashara mpakani unachangia ucheleweshwaji wa huduma na kuwanyima fursa za kunufaika na soko huria la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Pia wameelezea haja ya kuwekwa kwa mifumo itakayozuia unyanyasaji, hasa kwa wafanyabiashara wa kike, ili waweze kufanya biashara kwa kutumia taratibu za kisheria bila vikwazo. Huwezi haswa beba vitu mingi kutoka Uganda ukiingia Kenya. Huwa naona ni kama watu hujificha kupitisha vitu. Sijaona
hakuna hiyo uhuru vile. Hata hivyo, katika kikao cha wadau wa masuala ya biashara kilichokutanisha wafanyabiashara wa mpakani Busia, maafisa wa forodha na wabunge wa kamati ya biashara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka IALA, masuala kadhaa yaliibuliwa pamoja na mapendekezo ya kuboresha huduma mpakani. Miongoni mwa mapendekezo hayo ni kuharakishwa kwa ujenzi wa soko la pamoja la jumuiya mjini Busia. Ilibainika kuwa tathmini ya mradi huu ilikamilika zaidi ya miaka 5 iliyopita, huku ikiwa ni takriban miaka 10 tangu kuanzishwa kwa vituo vya pamoja vya huduma mpakani Busia na Malaba. Charles Achieng ni mwenyekiti wa muungano wa wafanyabiashara mpakani Busia. Kuharakishwa kwa ujenzi wa soko la pamoja la jumuiya ambalo lilizinduliwa takriban miaka 4-5 iliyopita, ambao kwa sasa umekwama, na umuhimu wa kushinikiza kubuniwa sheria katika bunge ili kurahisisha utaratibu wa biashara. Kwa mujibu wa ukaguzi wa kamati ya IALA, msongamano mkubwa bado unashuhudiwa mpakani, huku malori mengi yakisubiri kibali cha forodha kabla ya kuendelea na safari. Wamependekeza maboresho kadhaa, ikiwemo kuimarishwa kwa miundombinu, matumizi ya teknolojia ya kisasa na kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya taasisi husika. Aidha, imebainika kuwa shughuli za kibiashara zimeongezeka kwa kiasi kikubwa katika eneo hilo. George Odongo ni mwenyekiti wa kamati ya biashara ya EAC. Tumezingatia kuhusu kujitokeza kwa huduma mpakani, na hazijitokezi kutokana na hali ya watu kupendelea, bali ni kutokana na moja, miundombinu; pili, huduma ambazo hazizingatii mifumo ya kisasa. Mpaka wa Busia ni njia muhimu ya usafirishaji wa bidhaa kutoka Kenya kuelekea Uganda, Burundi, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan Kusini. Kila siku zaidi ya malori 1200 hupitia katika mpaka huo yakisafirisha bidhaa. Miongoni mwa hoja zilizotiliwa mkazo pia ni haja ya kuharakisha uzalishaji wa sarafu ya pamoja na kuimarisha uhuru wa usafiri kwa raia wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Musa Navie, DW, Kisumu. Uchimbaji madini ni nguzo muhimu katika uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukiwakilisha karibu 30% ya pato la taifa kulingana na takwimu za mwaka 2023. Lakini shughuli zake zimekuwa na madhara makubwa kutokana na uchafuzi wa mazingira, misitu kuharibiwa, huku raia wakikabiliwa na kitisho cha kiafya. Ripoti ya mwandishi wa DW Wendy Bashi inasomwa studioni na Bakari Ubena. Madini ya Kongo yamekuwa moja ya mada kwenye majadiliano kadhaa ya kimataifa, kuanzia mikataba ya Washington hadi mazungumzo ya Doha. Lakini mbali na utajiri huu wa kimkakati, kunashuhudiwa athari kubwa kwa mazingira pamoja na jamii za wenyeji. Mfano ni huko Kolwezi katika jimbo la Lualaba, eneo linalochukuliwa kama kitovu cha uchimbaji madini, ambako kunashuhudiwa wasiwasi unaoongezeka wa kiafya. Wakazi wanaoishi karibu na migodi ya kampuni ya Kichina ya Ruashi Mining wanakabiliwa na madhara yatokanayo na uwepo wa hewa chafuzi, ikiwa ni pamoja na muwasho, matatizo ya kupumua na kelele kupita kiasi. Kutokana na shinikizo la wakazi, mamlaka za Kongo sasa zinafikiria kuchukua hatua za kuhamisha mgodi huo ili kuzilinda familia zilizo hatarini. Wataalamu mjini Kinshasa wanaonya kuhusu hatari zinazotokana na uchimbaji madini ulioratibiwa na viwanda mahsusi pamoja na ule unaofanyika bila uangalizi. Anastase Kambakamba ni makamu mwenyekiti wa mtandao wa wanajiolojia wa Kongo. Anasema migodi isiyo rasmi ni tishio kubwa zaidi kutokana na ukosefu wa kanuni, usimamizi na tahadhari za kiafya na kimazingira vinavyosababisha uchafuzi wa udongo, vyanzo vya maji, ajali za mara kwa mara, huku jamii za wachimbaji zikilipia gharama kubwa. Shughuli za uchimbaji madini hupelekea uchafuzi wa mazingira ambao baadaye husababisha maradhi, na si wachimbaji tu wanaoathirika, kwa kuwa sehemu yenye migodi hushuhudia pia ongezeko la watu. Mito ikichafuliwa, hewa pia huchafuliwa na wananchi walio karibu wanaweza kuathirika. Utafiti wa hivi karibuni uliochapishwa na shirika lisilo la kiserikali la AfriWatch umetoa takwimu za kutisha. Kati ya mwaka 2000 na 2024, uchimbaji mkubwa wa madini huko Lualaba na Ho Katanga ulisababisha uharibifu wa hekta 873,926 za msitu wa miombo, na matokeo ya moja kwa moja kutokana na hali hiyo ni kwamba kulizalishwa hewa zaidi chafuzi ya kaboni na hivyo kuzidisha mgogoro wa hali ya hewa. Kulingana na mwandishi wa ripoti hiyo Andre Ntumba Mwachipai, mwelekeo huu unahatarisha malengo ya kimataifa ya hali ya hewa
afya na kusisitiza kuwa kunahitajika mageuzi makubwa na ya haraka kutoka kwa serikali na wawekezaji katika sekta ya madini. Ingawa uchimbaji madini unasalia kuwa sekta muhimu kwa uchumi wa DRC, athari zake kwa afya ya binadamu, bioanuai na swala zima la hali ya hewa zinaonyesha hitaji la haraka la kufanyika mabadiliko makubwa, ikiwa ni pamoja na uwepo wa kanuni zilizoimarishwa, mkakati wa kuheshimu mfumo wa ekolojia na uwepo wa kanuni madhubuti za kuwalinda wananchi. Wadau katika sekta hiyo ya madini nchini Kongo wanasema changamoto ni kubwa lakini haziepukiki. Ripoti ya shirika la kimataifa linalofuatilia njaa duniani imekadiria kuwa watoto milioni 1.84 walio chini ya umri wa miaka 5 nchini Somalia watakumbwa na utapiamlo mwaka huu 2026. Mwezi Februari, serikali ya nchi hiyo ilitoa tahadhari kwamba karibu watu milioni 6.5 kati ya watu zaidi ya milioni 20 walikabiliwa na njaa kali, wakati ambapo ukame unazidi nchini humo, huku migogoro na hatua za kupunguzwa misaada duniani vikizidisha mzozo nchini humo. Tatu Karema na maelezo kamili. Sauti ya mtoto akilia ni ishara ya matumaini katika kambi yenye watu wengi waliokimbia makazi yao kusini mwa Somalia. Watoto wengi walio na utapia mlo ni dhaifu sana kuweza kulia. Wakina mama katika kambi ya Ladan iliyoko mjini Dolo, kujikimu kimaisha ndilo jambo pekee akilini mwao. Sio vita vya Iran au jinsi shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linavyopata mahitaji ya kusaidia wakazi wa eneo hilo kujikimu kimaisha. Wakimbizi katika eneo hilo wamekimbia ukame ambao umekumba maeneo mengi ya taifa hilo la pembe Afrika baada ya misimu 4 ya kukosekana kwa mvua. Huku mazao na mifugo yao ikiwa imeharibiwa. Hufika katika kambi hiyo mara nyingi wakiwa na watoto wao tu. Wafanyakazi wa misaada huko Ladan wanasema vita vinavyopamba moto katika Mashariki ya Kati, umbali wa zaidi ya kilomita 3,000, vimefanya kazi yao kuwa ngumu zaidi, kutatiza usambazaji wa bidhaa na kupelekea gharama ya mafuta kupanda. UNICEF inasema ina bidhaa za msaada wa kibinadamu za thamani ya dola milioni 15.7 zinazojumuisha chakula, chanjo na vyandarua vya kuzuia mbu vinavyosafirishwa au vinavyotayarishwa kupelekwa Somalia. Lakini usafirishaji huo sasa hauna uhakika. UNICEF imesema gharama ya usafiri inaweza kupanda kwa 30% hadi 60% na hata maradufu kwenye baadhi ya njia, huku ucheleweshwaji unaotokana na kubadilishwa kwa njia ukiongezeka. Wakati wa ziara siku ya Jumatano huko Dolo, mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Catherine Russell amesema vita vya Iran vimesababisha mshtuko wa mfumo wa kazi ya shirika hilo nchini Somalia. Amesema hali hiyo inamaanisha kuwa hawawezi kupata bidhaa kwa urahisi na kwamba gharama ya mafuta ni kubwa mno. Pia amesema ni tatizo lingine wanalopaswa kushughulikia na inamaanisha kwamba watoto zaidi na zaidi watateseka. Wakati huo huo, zaidi ya vituo 400 vya afya na lishe vimefungwa katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita kote nchini Somalia kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili wa Marekani na kuacha jamii nyingi bila msaada. Mashirika ya misaada yanaonya huenda vituo zaidi pia vikafungwa. Masuala haya yote yamechangia kwa hali ilivyo Ladan, ambapo njaa inatishia watoto zaidi. Russell anasema kile kinachoonekana sasa ni kwamba watoto wamo hatarini zaidi. Katika hospitali huko Dolo, akina mama wanaketi bega kwa bega kwenye vitanda wakiwa wamewabeba watoto wao, wengine wakiwa dhaifu sana. Liban Roble, mratibu wa mpango wa lishe, amesema hospitali hiyo imekuwa ikipokea visa vya wastani, lakini sasa wanapokea watoto walio katika hali mbaya zaidi, wenye utapiamlo mkali na udhaifu mno. Roble amesema hospitali hiyo ina bidhaa za kutibu wenye utapiamlo zitakazofikisha hadi katikati ya Aprili au mwisho wa Aprili. Naibu mwenyekiti wa Ladan, Abdifatah Mohamed Osman, amesema wamekuwa wakipokea msaada kutoka kwa mashirika ya kibinadamu, lakini hilo likakatizwa mwezi Septemba mwaka jana. Ameongeza kuwa kwa sasa msaada mdogo anaopata ni wa chakula cha matibabu kwa watoto wenye utapiamlo. Na sasa tusikilize makala ya Sema Uvume. DW Sema Uvume. Programu ya Fundi Smart ni jukwaa la kidigitali lililoanzishwa na kijana wa Kitanzania Fredi Hebert Pole kwa lengo la kurahisisha upatikanaji wa huduma za mafundi kupitia simu ya mkononi
au mtandao. Kupitia programu hii, wateja wanaweza kutafuta mafundi wa aina mbalimbali kama vile mafundi wa umeme, ujenzi, magari au simu kwa urahisi bila kulazimika kuuliza watu mtaani. Inatoa fursa kwa mafundi kujiandikisha kwenye jukwaa hilo, kuonyesha ujuzi wao na kupokea maombi ya kazi moja kwa moja kutoka kwa wateja. Leo katika makala ya Sema Uvume ya DW Kiswahili inaangazia teknolojia hiyo kidigitali ya Fundi Smart. Mimi ni Alex Mchomvu, karibu. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za taasisi kama Tume ya Sayansi ya Teknolojia ya Tanzania na Benki ya Dunia, zinaonyesha kukua kwa kasi kwa wabunifu wa teknolojia ya kidigitali nchini Tanzania, jambo linalochochewa na ongezeko la upatikanaji wa intaneti, simu janja na uwekezaji katika mifumo ya ubunifu, huku vijana wakiwa ni sehemu kubwa ya ubunifu huo. Fredi Herbert Pole ni miongoni mwa vijana hao ambao ameamua kuanzisha teknolojia ya Fundi Smart App, na anaeleza namna wazo hilo lilivyoanza. Fundi Smart ilianza mwaka 2018. Wazo la kuanzisha Fundi Smart lilikuja kwa kujiuliza swali: kwa nini mafundi au sekta ya ufundi katika nchi yetu ya Tanzania inachukuliwa ni ya kawaida? Mbona ndio wanafanya dunia iwe hivi ilivyo? Pamoja na ubunifu huo kupendwa, Fredi anaeleza namna programu hiyo inavyofanya kazi. Application jinsi inavyofanya kazi, kwanza ni bure, inapatikana Play Store pamoja na App Store. Tuna application mbili. Application moja ni kwa ajili ya mafundi ambayo inaitwa Fundi Smart Pro. Kwa upande wa wateja tuna application pia ambayo na yenyewe pia iko App Store pamoja na Play Store, ambayo hii ana download mteja, ni Fundi Smart for Customer, ambayo yenyewe inamsaidia mteja kumpata fundi karibu, lakini pia kuona kazi za ufundi na kushiriki kwenye jukwaa la Fundi Smart Forum. Pamoja na jitihada za Fredi Herbert katika kurahisisha upatikanaji wa fundi kwa kila Mtanzania kwa kutumia programu hiyo, mbunifu huyo anaeleza idadi ya mafundi ambao wamekwisha kujiunga na programu hiyo. Mpaka sasa tumeshawafikia mafundi 35,000 nchi nzima, lakini bado tunaendelea pia kuwafikia mafundi wengine. Lakini mikoa ambayo inaongoza kwa kuwa na mafundi wengi tuna Mbeya, ambako ndio programu ilianzia. Serikali na mashirika ya kiraia nchini Tanzania mara nyingi hutoa mipango na programu za kuwezesha vijana kupata ajira na kujiajiri. Fredi anaeleza msaada wa mashirika hayo. Tunao wadau kama VETA, tumesaini nao MOU kwa maana hati ya makubaliano ambao tunafanya nao kazi toka tumeanza. VETA wamekuwa wanatushika mkono sana. Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania ni moja kati ya taasisi ambazo zimekuwa zinatuunga mkono sana toka tumeanza. Lea Simoko ni fundi anayetumia programu hiyo ya Fundi Smart. Application imenisaidia kama fundi, tena imenisaidia sana tu kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Imeenda kunifungulia wigo mpana zaidi, kutoka awali kukutana na wateja wa kawaida, ila sasa na uwezo wa kushona nguo ambazo ni za taasisi. Wataalamu wa masuala ya uchumi wanasema kuwa ubunifu ni wa muhimu kwa vijana kuliko kusubiri ajira. Joseph Kisambo ni mchambuzi wa masuala ya uchumi nchini Tanzania. Tuwe na malengo makubwa, ila tusianze na malengo makubwa, kwa sababu hata mtoto lazima atambaye ili afike juu. Kwa hiyo tuwe na malengo makubwa, ila tufanye vitu vidogo vidogo vinavyotufikisha kwenye malengo makubwa. Hata hivyo, changamoto kama za ukosefu wa mitaji bado ni vikwazo vya ukuaji mkubwa zaidi wa sekta hii. Bwana Pole anaeleza changamoto anazokumbana nazo. Wadau wengi wanasubiri kwanza program ikishakuwa kubwa, imefahamika, ndio sasa unaona wadau wanajitokeza wengi. Wengine wanakuwa labda wanafandi wataka kuwezesha, lakini muda ambao unahangaika kabisa na unaona kabisa kitu unachokifanya kina maana kubwa na kinaweza kuleta mafanikio makubwa kwenye jamii ya mafundi na jamii ya Tanzania kwa ujumla, huo muda ambao wewe hasa unaohitaji wadau, kweli wadau huwa hawajitokezi. Nafikiri hilo ni tatizo la Tanzania. Msikilizaji wa DW Kiswahili, hadi kufikia hapo sina la ziada. Leo makala ya Sema Uvume tumekuwa naye Fredi Herbert Pole, kijana wa Kitanzania, mbunifu wa teknolojia ya kidigitali ya Fundi Smart App, na tumesikia ni kwa namna gani imechangia kukuza ajira kwa vijana na kuhamasisha matumizi ya teknolojia katika shughuli za kila siku nchini Tanzania. Mimi ni Alex Mchomvu, mwandaaji na msimuliaji wako. Asante na kwaheri. Naam, hapo ndipo tunafikia mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo. Shukran sana kwa muda wako na kwa kuichagua DW Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni John Juma na kutakia siku njema na kwaheri. Asikia pale, tuwe na malengo makubwa, lakini tusianze kwa hayo malengo makubwa. Yaani usia huu ukiuzingatia utakupeleka mbali sana. Tuwe na malengo makubwa, lakini tusianze kwa malengo makubwa.
Msikilizaji, kwenye Facebook yetu kuna link ambayo ni ya PayPal. Enda pale, ukitazama basi unabonyeza ile link, itakuelekeza kwenye ukuta wetu wa PayPal. Pale tunakuomba simama na kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kufanikisha maendeleo endelevu ya kituo hiki. Fika pale basi, chukua fursa yako nzuri, bonyeza pale basi, alafu baadaye unakuwa wa baraka kwetu kwenye nafasi hii ya kuona kwamba tunafika mbali kwenye hatua hii ya uratibu wa kituo hiki. Hapo basi una akaunti ya PayPal, email hii itakufaa, cantona.online254@gmail.com. Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ambapo tunakuletea mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi hivyo bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Jukwaa la ukweli, Afrika halisi, sauti yetu na taswira yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tupokee kiziba mkonga cha sasa. Katikati ya ulimwengu uliojaa walimwengu wenye kiu ya kuwashusha wengine na kuwakandamiza chini, amua kuwa mmoja watakaonyanyua walio chini, kuwabeba walioanguka na kuwa faraja kwa walioumizwa. Ni furaha zaidi kuwa furaha kwa wasio na furaha. Katikati ya ulimwengu uliojaa walimwengu wenye kiu cha kuwashusha wengine na kuwakandamiza chini, amua kuwa mmoja watakaonyanyua walio chini, kuwabeba walioanguka na kuwa faraja kwa walioumizwa. Ni furaha zaidi kuwa furaha kwa wasio na furaha. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.